Yes, leo ikiwa ni birthday ya Credio. Tumeenjoy sana na Credio na mambo mengi ya kusema. Credio inakuaje? Shwari ndugu yangu wewe. Kwema. Tumshukuru Mungu. Siku ya leo kwako inaongea nini? Sasa unajua birthday yangu ilikuwa ni juzi. Kwa hiyo juzi ndio kidogo nilikuwa excited kwa sababu ndio kwamba nimezaliwa kweli. Leo ilikuwa ni kwamba nachukua marafiki zangu wa karibu at least nakata nao keki kwa sababu juzi nilikata na mimi na familia yangu. Kwa hiyo kidogo nimechukua marafiki wangu wa karibu, wengine walikuwa wako busy wameshindwa kufika, lakini unajua kidogo mkiwa mnashirikiana na marafiki makafili unawapa nimezaliwa. Kwa hiyo ndio kilichokuwa kinafanyika leo. Kuna watu pia walitegemea siku ya leo wangemuona yule dada ambaye ulimpa kazi kwa siku moja. Mbona tujamuona? Kazi ishafukuzwa kazi. Kazi ilisha siku ile kama mshahara. Kwa hiyo tunatafuta mfanyakazi mwingine wa siku nyingine ambayo sio leo. Sasa hivi content creator wengi sasa hivi wanakuwa inspired kutoka kwa Credio. Na wewe ndio umeonyesha watu wengi njia ya kuweza kufika ambapo kama wewe ulipofika. Wewe hiyo kwako kama kijana inaongea nini? Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba tunachokifanya kuna watu wengine wanatamani kufanya kufikia level ambazo pengine tumefikia, sio kubwa, sio kama tumefanikiwa, lakini kwa hicho kidogo ambacho tumekifanya kuna watu wanatamani kufika, kwa sababu of course as long as kinaingiza hela, kwa nini wasitamani? Kwa nini wasikifanye? Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, content creator hapo kwenye spotlight ambayo ni ajira tayari, yani ni ajira na tayari tuthibitishie hivyo, kwa sababu vijana wengi ambao wote umeona hapo wamejiajiri kwenye content creation. Kwa hiyo tunajisikia furaha sana, tuna enjoy, tunajaribu kufanya waamini kwamba okay, hii ni kazi, waingie watengeneze fedha. Juzi tunaona Saidi ameandika kuhusiana na macomedian kutumika. Wewe kama comedian au kama content creator una take gani hapo au una lipi la kusema kuhusiana na kauli ya Saidi? Kiukweli hawatumiki kwa sababu kwenye hizo challenge kuna baadhi ya content creators au comedians huwezi kuwaona kwa sababu tayari wanatengeneza kipato kikubwa, lakini pengine mpaka wanafikia hicho kipato kikubwa walipita kule kwenye hizo challenge. Hata mimi nadhani kipindi cha nyuma nilishai kupitaga kule, na kuna baadhi ya vitu inabidi uvipitie ili ufike juu, sio? Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani ile stage ina comedians na content creators wa ile level lazima wapite pale ili wawe wakubwa. Kwa hiyo mi kwangu sio kitu cha kubeza kwamba watu wanatumika, hapana. Nadhani hata wanaoshiriki zile challenge level yao inawahitaji wapite pale ili wafike sehemu nyingine kubwa zaidi wakati mwingine. Maana kwenye zile challenge huwezi labda kukuta sijui Eliud anashiriki, huwezi kukuta sijui Ndaro anashiriki, kwa sababu washajua thamani yao na tayari wanatengeneza hela. Kuna level ambayo wapo sio ya kufanya yale mashindano, lakini kuna baadhi ya watu inabidi wafanye yale mashindano washinde wapate hela, lakini pia wengine wafanye yale mashindano waonekane kwamba wanaweza kufanya ili wapewe kazi. Sasa kwa hiyo mimi kwa mimi teki yangu nadhani ni sio kitu kibaya. Kuna watu lazima wapite pale ili wafike sehemu nyingine kubwa zaidi. Lolo ni content creator wa design gani? Kwa sababu nikipita kwenye page yake mara nyingi nakuta unamsifia. Lolo ni content creator wa aina gani? Lolo ni content creator wa tofauti. Unajua kwenye nchi yetu tuna ma content creator wengi wa kike, na hata ambao tunawapata ni wachache sana ambao wanakubali kutengeneza maudhui ya maisha yao. Yaani wengine tu ndio hivyo mpaka wapendeze waende saluni na nini, lakini Lolo ameamua maisha yake halisi kuyafanya kuwa content. Zile content ni gharama sana, zile content zina thamani sana, na mimi ni mmoja wa mtu ambaye nimemwambia Lolo wewe ni superstar, na of course na mpango wangu maalum mkakati wa kufanya naye content ambao najua nikifanya naye siku 2 siku 3 itampush, watu watamuona zaidi na wataanza kumfuatilia, wataendelea kumfuatilia kuanzia pale labda nimefanya naye na kuendelea. Lakini ni content creator mmoja mzuri sana, ni mmoja wa content creator ni mmoja wa content creators wachache sana ambao wana content zenye thamani sana Tanzania. Wanaoamini Nifa na roho mbaya, wewe una lipi la kuambia? Waamini hivyo hivyo ana roho mbaya. Lakini kwako Nifa ni mfano aina gani? Sisi watu ambao tunakaa na Nifa tunaona roho nzuri, tunaona tunafaidi kuwa naye karibu, tutaendelea kuwa naye hata kama ana roho mbaya. Kwa kama watu wanaamini ana roho mbaya, hata sisi tuliozunguka karibu yake ni roho mbaya vile vile. Kwa hiyo sisi wote tuna roho mbaya fresh wanetu. Nifa, ukipata nafasi ya kumshauri, unahisi unaweza kumshauri kitu gani ambacho unaona hapa huwa anazingua? Sana cha kumshauri. Mimi dada yangu nitamwambia, na tunaongea kila siku. Kwa hiyo mimi sinaga maneno kama ushauri. Bwana hichi hivi, hichi vile, dada yangu hapo umetisha. Hapa tunafanyaje hivyo? Yaani sasa mimi cha kumshauri nipo kwa sasa hivi kwamba eti dada yangu sijui nikushauri, hapa unazingua. Hakuna anachozingua. Sisi tunaishi vile ambavyo tunataka sisi. Diamond ni mfano aina gani kwako? Diamond hiyo tushaongea sana bwana. Diamond ndo yaani shoti huwezi kumueleza Diamond tena, yani itaonekana unarudia.
Yaani Diamond inabidi kwanza umweke pembeni ndio uangalie vitu vingine. Ashamaliza. Wanaozusha skendo kiredio, mpenzi wake ametembea na Diamond si nini. Na juzi kati nimeona kuna mdada mmoja uliliposti aliandika caption ndefu sana ambayo ilikuwa inahusiana na wewe kutumia nyota ya mpenzi wako. Hiyo ukikutana nayo huwa inakukata? Mimi ni star kaka. Mimi hainikati. Mimi naacha tu waongea wanavyoongea. Kwenye kuongea kwao ndo kwenye kutengeneza fedha kwangu. Kwani nikadhani nisitengeneze fedha eti kwamba mnaongea hicho sio sahihi. Mimi ongea, nitaripost jambo liende, maisha yangu yaende, nipate hela, mafanikio yazidi. Yaani mimi ni mtu ambaye ukiongea kitu kibaya, ukiongea kitu kizuri, mimi na repost, kwa sababu kwenye publicity au kwenye ufame there is no negative, there is no positive, they are all the same. Wewe unachohitaji ni watu wakuone, period. Kwa watu ambao waamini kwenye content creation, una lipi la kuwashauri au lipi la kuambia? Wasiendelee kuamini. Tukifanikiwa, wakiona kuna mahali tumevuka sisi, yani wakiona kuna kitu wanatamani wakione, ndo waone kwamba content creator inalipa, basi sawa, wasubiri tukifanikisha waamini kwamba content creation inalipa. Bro, nimefurahi kuongea na wewe. Kama una cha kumaliza kuongea na mafans? Sina cha kuongea nao jamani, wajiandae tu. Of course soko linabadilika sasa hivi, dunia kuna watu wanaitwa live streamers wanatengeneza hela nyingi sana, so focus yetu iko kwenye live streaming. Bado tunafikiria tunafanya nini, sababu mtu live kukaa kuangalia tu hata masaa mawili matatu, lazima tuwe na content ya kuwapa watu ya maana. Kwa hiyo tunatengeneza content, tunajua tutafanya nini, na trust me, mimi siku ya kwanza nitakayofanya live streaming, labda pengine nikitoka hapo nitaitwa Ikulu. I swear to God itakuwa ni noma. Utaitwa? Wajiandae.